wiki hii tutachambua we are going to pick hii mistari kwenye kitabu hiki cha Zaburi in Psalms, kwa ule mlango wa 95 ambao 90 ngapi? 95. Oh, mnamsaidia hapa. Haya, hawa washakuwa wa Marekani hawa. Ule mstari, ile mistari verse 95. Tuanze tule mstari wa kwanza kwa sababu nitahubiri kutoka leo mpaka Jumapili. I'm going to preach from today until Sunday. Lakini tutakuwa tunakuwa na vitu vipya kila siku. But we are going to have new things every day. Wale ambao wamezoea kusikiliza semina za Pastor Mgogo, and everybody that is used to listen to Pastor Mgogo's seminar, wanajua mimi sina mistari mingi. I don't have that many Bible verses. Naweza kusoma kama mstari kamoja nikahubiri wiki. I can only read one Bible verses and I can preach na kila siku tukapata ujumbe mpya kwenye yako kama mstari. Every day we're going to find new things in the same Bible verses. Sasa pastor amenipa mistari mingi. And pastor gave me a Bible verses. Mstari wa kwanza unasema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfarume mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari na ni yake ndiye aliyeifanya, na mikono ni yake aliumba nchi kavu. Njoni tumwabudu, huo ndio mstari mkuu. Njoni tumwabudu, tumsujudu. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Mstari wa 7, kwa maana yeye ndiye Mungu wetu na sisi ni watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba, kama siku ya Masa jangwani, hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Miaka 40 nilihuzunika na kizazi kile, nikasema, hawa ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Na nikaapa kwa hasira yangu, msiingie lahani mwangu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, njoo useme nasi tena jioni ya leo. Tunatamani utufundishe. Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu asimame nasi, atufundishe kile ambacho tunataka tukijue kutoka kwako. Tupe ufunuo kupitia hii mistari, ule ufunuo ambao utafaa katika maisha yetu. Asante kwamba utasema nasi kwa Roho wako Mtakatifu. Tuko tayari kusikia, na katika jina la Yesu tumeomba. Wote tuseme amina. Amen. Kanisa tuseme amina. Church say amen. Mimi nimeipa semina hii ya siku 3 kichwa. I gave this seminar 3 days. Kichwa kinachosema, hii title ambayo tutakuwa nayo. The title that we're gonna have. Na wewe nilisema tulipokuwa pale kwa pastor kwamba wakati mwingine wachungaji na walimu tunatoa masomo. We gave lessons. Wakati mwingine tunatoa vichwa vya semina. Sometimes we give like theme. Lakini tukifundisha, when we are teaching, wewe unafika mahali, you come at the point, unasema kwa masomo haya, for this lesson, kichwa kinapaswa kiwe hiki. The theme supposed to be this. Kwa hiyo mimi nimetengeneza cha kwangu. I've created mine. Na wewe baada ya semina hii, after this seminar, tengeneza cha kwako. You have to create yours. Unaruhusiwa kuedit. You are allowed.
Unaruhusiwa kusema no. Mgogo alisema hapana. Kwa jinsi nilivyomwelewa, kichwa kinapaswa kuwa hiki. Amen. The title is supposed to be this. Kwa hiyo umeruhusiwa. You are allowed. Kwa nini? Why? Unapaswa kutengeneza kichwa chako. Why are you supposed to create your title? Kwa sababu haya masomo tunapokufundisha, when I'm teaching you, tunataka na wewe uwafundishe watu wengine, na wewe ukawe Mgogo part 2. Amen. Amen. Mimi nimetoa kichwa hiki, I have given this theme, nguvu ya ushuhuda, nguvu ya testimony, nguvu ya ushuhuda, the power of testimony, inavyofanya tuwe wanyenyekevu, it makes us to be katika kumheshimu Mungu, to respect God, kuheshimu watu wake, to respect his people, kuheshimu ibada, to respect the church service. Kwa hiyo nguvu ya ushuhuda, testimony. Amen. Na yote haya na kufundisha, nilikwambia asilimia kubwa ya mafundisho ninayofundisha ni kusaidia kichwa chako kisiteseke. Your head to not suffer. Kichwa chako kisiteseke kwa sababu unaishi na watesaji. You are living with people that. Ndio maana niliwaambia kipindi kile, that's why I told you the other time, wakati tumesoma ile mistari ya Wagalatia, Galatians, ambayo Paulo alikuwa ametuambia, when Paul told us, anatuambia tusichoke kutenda mema, let's not be tired to do, kwa sababu tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Amen. Lakini mimi nilikuwa na maswali, ni vile tu so many questions. Nasoma Paulo alishakufa. I'm reading but Paul has died lakini already. Kama angeandika akiwa hai, but if he has written the Bible verse and he was still alive, namba yake, I would have looked for his number, nimpigie, to call him, nimwambie nimeona ulivyotuambia kama kanisa kwamba tusichoke kutenda mema, to not be tired, kwa sababu tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Amen. Ningemwambia tumesikia ujumbe wako, we have heard you, lakini mimi nina maswali. But I have some questions to ask you. Unamwambiaje mtu aliye kwenye mvua usiroe na mvua, wakati unajua mvua inaroanisha? And you know the rain will make you like wet. Unamwambiaje mtu kwamba asiteseke, don't suffer, asichoke, don't be tired, wakati anaishi na wachoshaji? The person is living with people that make them tired. Tunakosaje kuchoka wakati tunakaa na wachoshaji? We are living with people that makes us tired. Amen. Amen. Sasa unakosaje kuto kuchoka? Paulo anasema tusichoke. How can you not be tired? And Paul said to not be tired. Sasa unamuuliza Paulo, unasema tusichoke. And you are asking Paul, you are saying that we should not be tired. Wakati tunaishi na wachoshaji. And we live with people that makes us tired. Tutakosaje kuchoka? How can you not be get tired? Unasema tusizimie. You tell us to not be Unasema tusizimie. Sasa tunakosaje kuzimia wakati wanaotuzimisha wapo? Amen. Tunaishi na wanaotuzimisha. People that makes us pass out. Lakini Elishaandika, yeye akaenda. And after writing this, he ameacha maagizo alafu ameenda. And just left us. Sasa sisi ndo tunaanza kuyafafanua maagizo yake. And now we are reading and explaining what he has wrote for us. Kwamba ili usichoke, for you to not be tired, sikiliza haya mafundisho you have yakusaidie. to listen to this teaching. Niliwaambia so haya mafundisho tunayokufundisha, tunatamani kichwa chako kisiteseke. I want you guys to not suffer. Nilikwambia tunakufundisha ili usije ukafa kabla ya wakati so you are not wako. going to die before your time. Vifo vingi vinavyotokea duniani, a lot of death, vingi watu wengi wanakufa kabla ya wakati wao. Kwa sababu pressure zinazowakuta, magonjwa ya tumbo yanayowakuta, maumivu ya vichwa yanayowatesa,
Ni kwa sababu wanaishi na wachoshaji. Because they are living with people that's making them tired. Amen. Amen. Unanisikia? Are you listening to me? Wangapi wanaishi na watu? How many people are living with peoples? Unaishi na watu? Are you living with peoples? Umekiona kibarua cha kuishi nao? Have you seen the work of living with them? Umeona stress wanazokupa? Do you see the stress they are giving to you? Umeona unatamani ukimbia dunia hii, You lakini even wish to run away. hatuna dunia nyingine. But we don't have other worlds to go to. Niliwaambia kipindi kile I told you that the other time. Wanasayansi wa Marekani American scientists wamegundua kuna sayari nyingine ambayo mwanadamu anaweza kaishi. They found out there's other worlds that a human can go and live to. It has water. Ina hewa nzuri. It has nice weather. Wameigundua kupitia vyombo vyao, sio kwamba wao wameenda, ila wamegundua kupitia darubini. Amen. Lakini na wenyewe wametukatisha tamaa. And even them, they did not give us wanasema, hope. They said, ukiondoka hapa, if you live here, na chombo kwenda kufika kule, haitapungua miaka 300, 400. It's not going to take 4 years. Hivi si ni kwamba wametuzuia kwamba haiwezekani. That means they told us that can never be possible. Sasa miaka 300 kitakachofika kule ni mtu au mifupa? If it takes 3 years. Hao wenyewe ambao watakuwa naongoza hicho chombo watakuwa mifupa au watakuwa hai? Yaani ni vitu kwamba ni kama wametukatisha tamaa. I just think that is not giving us hope. Sasa kwa miaka ulio nayo sasa, for age that you are in now, muulize jirani yako na miaka mingapi sasa? What is your age? Sasa ili ufikishe 300, for you to reach 300 years old, we shika tu haya mafundisho tukufundishe jinsi ya kuishi. Just hold this lesson I'm teaching you today. Kwa sababu kule haiwezekani kwenda. Because you can never go over there. Amen. Amen. Kwa hiyo tunapokufundisha haya mafundisho, tunakiandaa kichwa chako kisaikolojia, psychology ya jinsi ya kuishi na viumbe hao. Mafundisho yote tunayofundisha ni saikolojia ya kukusaidia kuishi na viumbe hawa. Angalia tena jirani yako. Look at your neighbors. Mwambie nitahudhuria semina hii kwa ajili yako tu. I'm going to come to this seminar because of you. Ili usinisumbue. So you are not going to disturb me. Nilikuwa nafundisha Kenya miezi miwili iliyopita. Nilikuwa na title ya somo inaitwa nina safari ndefu na wewe usinisumbue. Amen. I have a long way to go, so don't disturb me. Kwa sababu tuna safari ndefu na wewe usifanye nini? Usinisumbue. Tulikuwa na kasomo kazuri sana. We have a nice lesson. Tulisoma hata ile mistari ya yule mama ambaye walipewa mtoto kwa sababu walikuwa namkaribisha mtumishi wa Mungu pale, aliwaombea wakapata mtoto na kale katoto kakaumwa alafu we read about the woman that was asking for a son and they were praying and the son passed away. Alafu yule mama akasema hivi, huyu mhubiri alituombea tupate mtoto. This preacher that prayed for us to have a son. Alikuwa anatujaribu? Was he testing us? Akasema no, kabla katoto hakajazikwa. And before this son naenda was buried, kumchukua kwamba ulitupa mtoto, ulitupa maiti. Did you give us a dead body or alive? Sasa wakati anaanza safari ya kwenda, and when she was on the way, alimwambia yule mtu aliyekuwa anaendesha farasi sijui punda, she told the person that was riding the horse, akamwambia kaza mwendo, usinipunguzie mwendo, be fast, kwa sababu uzima wa mtoto wangu upo kwenye safari hii. Because the life of my son is on this way. Kwa hiyo ukinipunguzia mwendo utafanya mtoto wangu apotee kabisa. If you go slow, you will make my son go away, pass out. Kwa hiyo mwambie na jirani yako hapo, nina safari ya kwenda mbinguni. You have a long way to go. Usinipunguzie mwendo. Amen. Amen. Asikupunguzie mwendo kwa sababu na safari ya kwenda wapi? Amen. Mbinguni. Si umeamua? Wangapi wameamua kwenda mbinguni? How many people has decided lakini to go to shida ni hao unaosafiri nao. Hao unaosafiri nao ndio wanatupa mashaka.
Utafika? Are you going to reach there? Walivyo wasumbufu. Amen. Amen. Sasa leo nikupe utangulizi kidogo. Today I'm going to give you this. Tumesoma hii mistari ambayo Daudi anaimba. About David, anatusihi na sisi tujiunge kwenye wimbo wake. Join him to sing. Kwa nini amesema njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe, mwamba wa wokovu wetu? Amen. Unajua kitu gani kilimfanya Daudi aseme maneno haya? Alisema haya maneno ni ushuhuda. It's a testimony ya maisha aliyopitia. For his life that you went through. Yani mpaka anamuita Mungu mwamba. Anamuita mwamba. He's calling God. Kwamba huyu ni rock. Ni kwa sababu alijua kazi aliyoifanya kwenye maisha yake. That God has done for him in his life. Nguvu ya ushuhuda. Unajua? Do you know? Kabla sijaanza kuingia ndani, before I enter inside, ngoja nikupe tafasiri kidogo. Let me give you this explanation. Hakuna watu wagumu kuishi nao. There's no any difficult person to live with kama watu wanaopoteza ushuhuda. As a human being that has lost their testimony. Unajua kuna aina 3 za ushuhuda. We have three different testimony. Lakini mimi nataka niseme aina hiyo moja. I'm going to give you one. Kuna ule ushuhuda, yani wewe unakuwa mshuhuda wa kile ulichokiona cha mtu mwingine. Ndio maana ukienda mahakamani, that's why when you go to court, wanaofanya mtu afungwe, amen, mtu afungwe jela, mtu anyongwe, the person that we make you go to court to be like sio hakimu, crucified. Sio hakimu. Wanaofanya mtu anyongwe, afungwe, ni wale wanaomshuhudia. Ni wale wanaomwambia hakimu, huyu jamaa tulimuona kwa macho yetu akiwa anaiba. The person was stealing. Kwa sababu hakimu hakuweko wakati unaiba. Because the judge was not there wakati when you unaua hakukuona. He was not there when you were Sasa unajiuliza anatoaje hukumu ya kusema unyongwe au ufungwe? The order to be killed. Wanaompa nguvu, the person is giving them power, ni wale wanaomwambia hakimu, huyu ukimfunga utakuwa hujamuonea. Amen. Maana sisi ndio mashuhuda. We seen them. Sisi tuna ushuhuda wake, tulishuhudia. We seen the person. Ndio maana wanajua ushuhuda ulivyo na nguvu. That's why they know the testimony that has power. Mashahidi, ndio maana kabla hujasema wanasema unaabudu dini gani? Mkristo, shika Biblia. Amen. Useme nitakachosema ni kweli tupu. Take the Bible and say everything that I'm going to speak is the truth. Maneno yangu nayosema yamfunge huyu mtu. Amen. Kwa hiyo shahidi aliyeshuhudia, ule ushuhuda una nguvu kwa sababu ni kwamba amekubebea story yako na jinsi ulivyoishi na jinsi ulivyofanya. Hiyo ni aina ya ushuhuda. That's the type of testimony. Lakini ushuhuda ambao mimi nataka kusema leo, testimony I want to tell you today, ni ule ushuhuda ambao ulitendewa wewe mwenyewe. It's about what God has done for you in your life. Umewahi kusoma maandiko ambayo have you read a Bible verse? Wale ambao waliwahi kusoma habari za Mgerasi. Habari za Mgerasi mwenye mapepo. Mgerasi. Have you read about the person that has demons? Wangapi wamewahi kusoma habari za Mgerasi? Is there anybody that has read about that? Niliwahi kusema, nafikiri hata pale kwa pastor. Ile habari mimi nikiisoma inanisikitisha kidogo. When I read about that, it makes me sad. Biblia inasema Yesu, because the Bible said wakati anayatoa yale mapepo, when he was removing the demons, yale mapepo yakamwambia Yesu, and the demons said, Jesus, sisi kutoka sio shida. As for to go out is not a problem. Lakini tunaendaje mikono mitupu? How are we going to go empty-handed? Kwa sababu kazi ya mapepo yalete uharibifu duniani. The work of demons
yalete uharibifu. Destroy the word. Lakini sasa Yesu umetuwahi kabla hatujaharibu. Amen. Unatuambia tutoke. How are you telling us to go tutapeleka ripoti gani kuzimu? What are we going to take when we are leaving? Yesu akasema muende. And Jesus said, go wakasema out, kwenda mikono mitupu hii sio sawa. Empty-handed. This is not nice. Kwa wakati mapepo yakaona kule kuna nguruwe ziko kule zinalishwa. Wakasema basi turuhusu tulete hasara ya wale nguruwe wale, to destroy the pigs, ili hata kuzimu tukiulizwa mmerudi na nini, tuambie tumerudi na nguruwe. We brought this. Yesu akasema huyu ni mtu wa thamani kuliko zile nguruwe. Lakini the person is very important than the pigs. Tuache kiroho. Let's turudi kibinadamu. Kibinadamu. Amen. Yesu alifanya sawa kweli? Was that nice of Jesus? Tuache kiroho, turudi kibinadamu. Let's live spiritual. Unajua huwezi kunielewa mpaka zile nguruwe ziwe za kwako. Until the pig was yours. Yani fikiria kama zile nguruwe ulikuwa ndio mradi wako pastor. Unasomeshea watoto, unalisha maisha ya familia, alafu anakuja mgogo anakemea pepo. Pepo linasema twende kwa nguruwe za mchungaji, alafu twende nazo zote ili huyu awe mzima. Hivi pamoja na huo muujiza, hivi wewe mwenye nguruwe unajisikiaje? Muulize jirani yako, zingekuwa nguruwe za baba yako, anakusomesha shule kwa nguruwe, alafu Yesu ameziondoa zote kwa kumponya mtu mmoja. To heal just one person. Ndio maana mimi nawaelewa wale watu. And that's why I understand these people. Wale kamwambia Yesu, and they said to Jesus, muujiza ulioufanya ni mkubwa. Ni kweli hata sisi tunamshukuru Mungu. It's true that we are thanking you. Lakini ondoka. Just go. Ondoka, sio tu kwetu mpaka mipakani mwetu. Just go. Unajua kwa nini walimwambia ondoka? Do you know why they told Jesus to go away? Kuna nguruwe zingine zilikuwa zimebaki. Because there's other pigs that were alafu vichaa wengine walikuwepo. Hivi angeponya vichaa 5 zingeondoka nguruwe ngapi? All of them. Amen. Amen. Ndio maana wakasema utaharibu miradi, tunaomba uende ukafanye miujiza sehemu nyingine na wenyewe wakaingia hasara. Lakini Yesu alikuwa hana shida. Yeye anajali uponyaji wa mtu mmoja, kwamba huyu mtu ni wa thamani. Amen. Amen. Badala aende Mgerasi, bora ziende nguruwe. Ndio maana siku ile niliongea, nilitoa mfano ambayo haikuwa mzuri sana. It was not nice example. Nikasema ndio maana kuna watu wengine, and that's why other people, tusingekuwepo hai mpaka sasa. We will not be alive by now. Tungekuwa tulisha kufa. We would have been dead by now. Lakini Mungu ameangalia kazi. But Jesus saw the work that we are doing now at church. Namna unavyotumika kwa nguvu na juhudi. How you are working in church. Hata kama kifo kilitaka kuondoka na wewe. Even if the devil have come Mungu anasema huyu achana naye. And Jesus said no. Tutafute nguruwe. Let's just look for the pigs. Tutafute nguruwe za kuondoka nazo. Let's just look for the pig to take with. Muulize jirani yako. Ask your neighbors. Unajitumaje kwa kazi ya Mungu hapa kanisani? Are you sacrifice yourself in the work of God? Unafanyaje kazi ya Mungu? Unajitumaje? How are you working for God? Mwambie usije ukawa. Don't be. Usije ukawa. Don't be. Zire. Alafu kuna watu wataendelea kuishi. Alafu wewe and you utakuwa on behalf. You will be on behalf of them. Uzuri sijafafanua chochote hapo. Amen. Mimi mkinisingizia mtakuwa mmenionea. Mimi tu cha msingi nimesema kazana kufanya kazi ya Mungu. Ili usije ukawa. So you are not going to be the pigs. Sijafafanua. Amen. Hallelujah. Amen.
Jina Bwana libarikiwe. Sasa pointi yangu ambayo nitaka kusema, my point is, Yesu wakati yule bwana akamwambia Yesu, umeharibu mifugo ya watu. Ni kweli mimi nimepona, lakini mifugo yao imeenda. Mimi naomba nifuatane na wewe. I want to follow you. Kwa usalama wangu. Wasije wale wenye nguruwe zao wakaja kumaliza hasira kwangu. Akamwambia Yesu, nifuatane na wewe. I want to follow you. Yesu akamwambia hapana. And Jesus said, haya niliyokufanyia, what I've done to you, ni ushuhuda, is a testimony. Na huo ushuhuda, and this testimony, upeleke kwa watu ambao take to other people hawajaona haya matendo makubwa, ukawashuhudie. Go and testify to them. Habari ya nguruwe achana nazo. Wewe kawaambie mapepo yaliyokuwa ndani yangu yametoka. Mimi ni mzima. Wakikudadisi umeponaje, hayo waambie hayawahusu. Mimi nachowaambia ni yale mapepo yameondoka ndani yangu, sasa hivi ni mzima. Yesu akamwambia, beba ushuhuda, uende nao ukawaambie matendo makuu. Hebu nikuulize swali. Let me ask you this question. Huyu baba, huyu kijana, maana alianza kuwa kijana, amekuwa mzee sijui na mapepo, lakini yametoka. Hivi ule ushuhuda wa kusema nilikuwa na mapepo sasa nimepona, for him to say I had demons but now I'm anaweza kamwacha Yesu kweli? Is he going to go to leave Jesus? Mtu aliyebeba ushuhuda wa kutolewa mapepo, maelfu ya mapepo, hivi huyu mtu anaweza kamwacha Yesu kweli? Can this person leave Jesus? Anaweza kasema mimi Yesu simpendi kweli, kwa ushuhuda mkubwa aliyoubeba? Ndio maana nakwambia nguvu ya ushuhuda. Ndio maana nikupe utangulizi huu kidogo. Mtu yeyote aliyebeba ushuhuda wa matendo aliyofanyiwa na Yesu, huyu mtu anakuwa wa tofauti kabisa. Mtu aliyebeba ushuhuda wa Kristo wa matendo makubwa aliyomfanyia, huyu mtu hawezi kuacha ibada. Huyu mtu hawezi kuacha maombi. Huyu mtu hawezi kuacha kanisa kwa namna yeyote, kwa sababu amebeba ushuhuda. Ile nguvu ya ushuhuda iliyo ndani yake ndiyo itakayomsukuma kuimba, kutumika, kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu ule ushuhuda aliyoubeba unamfanya aone thamani ya Yesu kwenye maisha yake. Amen. Amen. Sasa leo ndio nataka nifungue kichwa chako. I want to open your head. Kwa nini watu wengi walikuwa wanaabudu zamani? Siku hizi hatuwaoni kanisa. And now we don't see them. Kwa nini watu wengi walikuwa waimbaji zamani? Siku hizi hawaimbi tena. Kwa nini watu wengi zamani walikuwa watoaji wazuri? Siku hizi sio watoaji. Mbinu anayotumia shetani ni kuiba ushuhuda wa ulikotokea, kuiba ushuhuda wa matendo makuu ambayo Mungu amekufanyia. Kama ile kitu imeibwa ndani yako, hauwezi kuona thamani. Huwezi kuona thamani ya ibada. Huwezi kuona thamani ya maombi. Ngoja nikupe mifano ambayo mnaweza kuelewa haraka. So you can understand me. Wangapi wametokea kwenye makambi? How many people makambi ya wakimbizi? Africa, refugee camps. Most of us. Amen. Amen. Unajua kwa nini leo hii? Do you understand today? Ukisikia Trump if you hear like Trump is thinking kurudisha watu, taking African back home. Kinachokiriki kwenye kichwa chako ni nini? What is the one thing that you are thinking that's coming in your head? Anafanyaje?
What is he gonna do? Kuturudisha wapi? Taking us where? Kwa sababu kwenye kichwa chako Because umebeba in your ushuhuda. head, you have the testimony. Ulivyokuwa unaishi Nyarugusu, When you were living in wapi. Nyarugusu and where else? Ulivyokuwa unachoma mkaa. Ulivyokuwa unalala wakati mwingine njaa. When you were sleeping hungry. Ulivyokuwa wakati mwingine unalia mahindi ya kukaanga yale. When you were sleeping on ulivyokuwa wakati mwingine mnajifunika ka blanketi hata akawatoshi. Ulivyokuwa wakati mwingine mnakaa kwenye tunyumba mvua yenu jua lenu. Ulivyokuwa wakati mwingine mpaka wale wadudu wamekula miguu yako mpaka vidole havina ushirikiano. Ulivyokuwa unakaa wakati mwingine mnalalia sombe hazina viungo. Ulivyokuwa unakaa maisha ya tabu. Yani ule kichwa chako kimebeba ushuhuda. Yani hivi naongea tayari picha ya makambi inakuja kwenye kichwa chako. Paka hivi naongea unasema Mgogo, yani umeshindwa kupata mifano mpaka tukumbushe tulikotokea. Maana umebeba ushuhuda wa mateso ambayo ulikuwa unateseka. Wengine mlikoswa na mabomu, wengine mlikoswa na marisasi, wengine ndugu zako waliuawa wakati wa vita, wengine mlitembea miezi mitatu kwa miguu. Huo ushuhuda upo kichwani. Wale wachache mliozaliwa Kigoma hamwezi kuelewa haya. Some of you that were born in Kigoma, you can never understand. Hamjauliza wazazi wenu walifikaje Kigoma. Have you asked your parents how they get to Kigoma? Alafu Mungu ametenda huo muujiza. Amekuleta nchi nzuri kama hii. Nilikuwa namtania pastor juzi. I was joking with pastor. Nilikuwa namtania pastor juzi. I was joking with pastor yesterday. Nikawa namuuliza, hivi uliwaza siku moja utaendesha magari kama haya? Did you thought that one day you're going to... Nikamuuliza, uliwaza siku moja na wewe ujue eti kuna traffic light? You will have like traffic light. You will see traffic light. Unaijua nyekundu sio ya kwenda, kijani ndio ya kwenda, mshale hivi ni wa hivi. Uliwaza siku moja utajua kweli? Did you thought about that? Uliwaza siku moja utajua GPS? Kwamba unaongea na kitu hata haufahamiani nacho, kinakwambia turn right, turn left, sifanya hivi, mbele kuna gari, be careful, kuna kamera, be careful. Unaongea, uliwaza siku moja na wewe utakuwa unafanya hivyo kweli? Ulikuwa na mawazo hayo? Did you think about that? We have that one day. Leo umefika kwenye nchi ambayo habari ya kukatika kwa umeme ni story ambayo haipo kabisa. Amen. 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 Kukiwa joto eti unatengeneza baridi. Kukiwa baridi unatengeneza joto. Yani kila kitu unana. Yani raha. It's just joy. Umefika mahali kiasi kwamba hata hamu ya Yesu arudi haraka haipo sana. You don't even wish for Jesus to come back earlier. Ni kama namwambia Yesu, hebu tuache kidogo tule maisha, hata hii dunia ni ya kwako pia. Usiwe na haraka. Wacha niendeshe ponchi nani kidogo. Wacha nilera kidogo. Kwa nini? Ni kwa sababu umebeba ushuhuda mahali ulikotokea. Nguvu ya ushuhuda. The power of testimony. Amen. Amen. Sasa ndio unakuja kushangaa. And that's why you are huyu mtu aliyebeba ushuhuda wa alikotokea amesahau completely. And he has forgotten wakati Daudi anasema njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, ambaye ametenda mambo makubwa. Yani unashindwa kumwelewa Daudi. Kwa nini anasema tuje tumfanyie shangwe, tuje tumshangilie mwamba aliyetutendea mambo makubwa? Bado humwelewi Daudi kweli? See, you don't understand David. Wakati mwingine unajiuliza mtu, sometimes you ask yourself, hataki kanisa, hataki kuimba, hataki kufanya kazi. They don't want church, they don't want to work. Kuna wakati unatamani uwe Trump. Sometimes you wish to be Trump. Alafu huyu ambaye hataki kanisa, hataki kuabudu, hataki maombi, umchukue fasta upeleke Nyarugusu ili aone wokovu aliyomfanyia Mungu ameuchezea.
What God has done, yani matendo makubwa aliyomfanyia Mungu ameyachezea, haoni thamani ya huyo Mungu. Ndio maana Daudi anasema njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe, mwamba wa wokovu wetu, maana ametutoa mbali. He has take us far away. Hebu mwangalie jirani yako, muulize ushuhuda umefutika. Do you have testimony? Muulize ushuhuda umefutika kabisa. As your testimony being erased. Inawezekana unaona ni kitu cha kawaida tu. You can see that's a small thing. Ngoja nikwambie maneno ambayo yanaumiza sana. That hurt. Juzi wakati naingia Marekani, when I was entering US, niliingilia pale Chicago. Nilikutana na wale watu wale wa security wale. I met with security. Siku hizi wanafanya interview mara mbili. Yaani ile ya kwanza unapoomba visa Tanzania. Ya pili unapoingia Marekani. Ukifeli wanakugeuzia hapo hapo na panda ndege. And if you fail, they are taking you back to Africa. Wakaniambia pastor. And they told me, pastor, usifikiri tunataka tukurudishe wewe. Don't think that we are trying to take you back to Africa. Maana waliniambia umekuja mara nyingi sana huko. You have come so many times to US. Unakaa miezi mitano. You stay like 2 months, 5 months. Wahubiri wenzako hawapo. But other pastors, they are not here. Kwa nini wanakuita wewe tu? Why do they call you so many times? Nikamwambia na mimi sipendi, wao ndio wanaopenda. Wao hawa wahubiri wengine inawezekana hawajawaona. Sasa mimi siwezi kuwalazimisha. And I can never force them. Wakaangalia kwenye and they look on the system. Kwenye mitandao yangu. On my social medias. Wakaona and they see, hey. Wakasema ila kuna watu wengi wanakufuatilia. And there's so many people that are following you. Wanakuta klipu zingine zina watu milioni. And they say, hey. Nikamwambia sasa semeni wenyewe. Just read this. Sasa wakaniambia. And they told me. Kuna watu walitoka Afrika. There's other people that they are from Africa. Walifika hapa. They came to America. Tukawarudisha na hiyo ndege iliyokuja nao. And we sent back home with the same airplane that you came with. Walikuja kwa program kama uliokuja wewe. And they came with the same program as walitolewa kwenye makambi. They came from wakapakiwa na ndege. They came with airplane. Wakafika mpaka Chicago. And they reached Fikiria, hebu fikiria. Wakati wanapanda ndege waliaga when they were in the airplane. Wakawambia tunaenda Marekani. Kwa heri. Goodbye. Hamutatuona. Wengine wakawaambia tukifika Marekani nitakujengea nyumba, nitakununulia gari. Wengine waliuza nguruwe zao, wakauza kuku zao, wakajua mimi naenda. They knew that I'm going. Yawezekana wengine hata walitukana na watu. And other people were even insulting other people's. Kwamba wewe kichwa kama ng'ombe huji kuniona. If your head is like a sijui wewe nini huji kuniona. You can never see me. Wamepanda ndege wanasema kwa heri Afrika. They say bye Africa. Wamefika Chicago. And when they reached Chicago. Trump anasema urudi. And Trump said go back where you came from. Wakageuzwa tena kwenda Afrika. And they were returned back. Hebu muulize jirani yako ungekuwa wewe ungejisikiaje? How would you feel? Ungejisikiaje? How would you feel if that was you? Halafu wewe ulipotua sijui uliingilia wapi? Sijui Dallas, sijui Chicago, sijui New York, sijui Washington, sijui wapi. Ulipotua wakakuchukua, wamekuleta hapa, umefanya na kazi. Hivi bado hujamuelewa Daudi anaposema njoni. Njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe kwa matendo makuu aliyotufanya. Hujaona bado sababu. Inawezekana hujaona sababu kwa sababu ushuhuda ndani yako umefutika. The testimony in you was erased. You don't have it. Hauna ushuhuda tena. You don't have the testimony in you. Haukumbuki yale Mungu aliyofanya. You don't remember what God has done in your life. Ndio maana kuna waimbaji. That's why there's other singers. Wakitunga nyimbo kulingana na maisha walikotokea. Where they compose a song. Wengine wanaimba mpaka wanalia. Sometimes they can even cry. Wengine wanaimba mpaka unasema huyu jamani mwenda wazimu. Sometimes other people sing other when they're crying. Kinachomtesa ni ushuhuda alikotokea. The thing that's disturbing them inside is Mungu the testimony. amemtendea mambo makubwa. God has done
greaten their life. Ndio maana mimi nawashangaa wakati mwingine watu wanasema. And that's why sometimes I get surprised when people say. Unajua watu wanaimba wanacheza sana. They're singing and dancing too much. They're dancing too much. Nikamwambia ujui Mungu alikotutoa. You understand where God has yani hata hivi hatujacheza bado tunapasha. Yani hatujacheza. Ni vile hatujui sarakasi. Tungejua sarakasi tungekuwa tunasimamia mikono, miguu iwe juu inasema haleluya haleluya. Tungekuwa tunasimamia kichwa, tungekuwa tunatembea. Unajua mambo aliyotufanyia Mungu ni makubwa. You know what God has done for our life is big. Sasa kama wale watu wa security pale wananihoji mbona unakuja mara kwa mara. Security was interviewing me. Hivi mimi nikose kumshukuru Mungu kweli? So how can I know? Siku tunaomba visa na wenzangu. When I were requesting for a visa, wamekataliwa wote. And their visa was denied. Walialikwa na makanisa huko. And they were invited with other churches. Tiketi, wamepewa na ratiba, utahubiri hapa, utahubiri hapa, utahubiri hapa. And they were even given the schedule. Tutakufanyia na harambee ya ujenzi wa kanisa lako. Alafu and when they reached there, the visa was declined. You were disqualified to get in a visa. Mchungaji mzima kabisa na watoto na wajukuu anatoka pale. A big pastor with children and grandchildren. They were crying. Pastor, unalia nini? Si wamesema unabaki nyumbani kwako na kanisa lako. And asked him, why are you crying? Sasa wakisema ubaki nyumbani kwako kuna shida gani? Anasema pastor. And they say, pastor, Shetani, the devil. Analia. Crying. Unakuta kijana kengine kali alikuwa ni kaimbaji kazuri kamekuja kuomba wanamwambia hapana. Requesting for a visa and they say no. Hapo hataki kusemeshwa na mtu. And they left, they don't want to talk with anybody. Kati ya hao waliokataliwa alafu wewe unapewa. And in those people that were huwa ushuhuda. Kwa mkiona na ubiri kwa nguvu hapa ni kwa sababu ya mapito na ushuhuda niliobeba nguvu ya ushuhuda. I have given the power of testimony. Nitakwambia mambo mengi sana kesho. I'm going to tell you so much stuff. Amen. Amen. Ndio maana usione kuna watu wengine wanapenda sana wake zao. Unajiuliza mbona anampenda sana mke wake? You ask yourself, this person loves his wife so much. He's his stuff. Alivyompata. When how he found a wife. Alikataliwa na wale wanani wake. Mnawaita wani? Sisi kwetu tunasema wakwe. Amen. Wakwe. Walimkataa. They were rejecting him. Ukoo kamkataa. All the tribe was rejecting the person. And he was fighting. Mwishoni ndio wakampa. At the end, they just gave to him. Wengine hata zile pesa za kulipa mali. Some other they did not even alikosa have. Nusu wamunyime mke. It was even at the point. Lakini baadaye wakamuonea huruma wakasema nenda naye. Just go with your wife. Hivi ako kama usikapende uliko kapata kwa neema. How can you no love your wife? Mimi mke wangu. My wife. Kulikuwa na vijana wengi wanamtafuta. There were other young men that wanted my wife. Wanataka wamuoe. They wanted to marry her. Na mimi macho yako hapo hapo. Me also, I wanted her. Sasa katika miongoni mwa wale waliokuwa namtafuta wengine wote akawakataa. And my wife rejected. Tena wengine walikuja walikuwa na magari, walikuwa na hela, walikuwa na hivi. They had money, they had cars. Akanikubali mimi hata baisikeli sina. And he has accepted me. I did not even have bicycle. Nakaa mlimani. I was living the mountain. Hivi ndio maana niliwaambia gari ya kwanza kununua nilimnunulia yeye. Maana nilimpata kwa neema. Kwa nini natunza mke wangu? Ushuhuda na kumbuka mahali Mungu alikonipata, Mungu alikonitoa, Mungu alivyonitendea maajabu. Unajua ukipoteza ushuhuda wewe ni useless. You are just useless. Amen. Ukipoteza ushuhuda wa mahali ulikotoka, of where you came from, kuishi na mtu aliyepoteza ushuhuda ni kazi, is a work. Wachungaji, unajisikiaje pastor? Una member ambaye umehangaika naye, you have suffered with them, umemtafutia na kazi, you have looked for work, umepambana for your members, mpaka kawa na maisha yamenyoka, and now their life is in the line. Alafu haji kanisani.
And now they stopped coming to church. Anasema niko busy. And they just said, I'm busy. Yani kanisani anakuja kama Christmas. And they can never come to church. They just come as akitokea Jumapili nyingine mpaka mwaka kesho. The next one will be yani ulihangaika. You suffer with them. Ulipoteza muda wako. You lost your time. Alafu halina habari na kanisa. And now they don't care about church anymore. Unatamani kusema Yesu. You wish to say Jesus. Nikienda kufuta ile kazi yake itakuwa if I go and just chase the person at work. Unagundua neno linasema tenda mema. Tusichoke kutenda mema. You find the word that said do great. Wewe ulishafanya kazi yako, hiyo nyingine mwachie. You have done your work, just leave the other to God. Unajua inauma. You know you hurt. Nyie wa Kristo hamjui tu. You Christian does not understand. Wengine mko hapa mlisaidiwa kazi na wachungaji. Walikusaidia kuapply kazi kufanya nini? Angalia sasa kiburi kilichokupanda. Now look at you, you are pride. Unahesabu muda wa kuja kanisani. You are counting the time to come to church. Alipambana pasta mpaka ukapata na gari. Amen. Hilo gari likuwaisha kanisani na kazini. It can take you to work and church. Kanisani unakuja kwa kuchelewa, unawahi kuondoka kabla ya ibada. When you come to church, you come late and you go back early home again. Wengine hata hivi tuko hapa, yuko ndani kwenye gari lake na chat. They're just sitting in the car chatting with people. Paka unatamani kusema Yesu, tulilipue. And sometimes you wish. Hey. Ndio maana siku ile nilikwambia pastor, wachungaji mna moyo wa ziada. Yani ule moyo Mungu aliyoweka kwetu nyinyi amewaongezea. Muna extra. Kwa sababu unachunga watu ambao unawajua. Wengine uliwasaidiana kwa apply kazi. Unajua na siku wanalipwa salary. Unajua. Alafu mnaweka wimbo wa sadaka. And now when you are putting singing offering song. Mtu hapiti. You don't see anybody coming out from. Na unajua Friday alipata hela. And you know Friday they were paid. Unajua. You know. Lakini hapiti mbele. But they are not coming up front. Unatamani kusema inawezekana hajanielewa. Jamani sadaka. Sadaka. Offering is offering time. Unakuta bado kimya. Unasema ngoja nifafanue. Nifafanue. Jamani Mungu ametutendea mambo makubwa. Ametupa kazi na nini. Jobs and everything. The person just sitting there. Nimutaje. Can I name the person? Sometimes you wish to name them. Hey. Wachungaji. Pastors. Mbinguni mutafika. You will go to heaven. Mutafika. Ila mutafika mmechoka sana. But you will go to heaven when you are so tired. Kwa sababu viumbe hivi unajua. These humans. Siku moja nilihubiri, kuna mahubiri yanatembea mtandaoni. Ilikuwa na kichwa kinasema nguvu ya kujua. The theme was the power of knowing. Kwamba ukijua ni mateso. If you know is a suffering. Kuna vitu vingine bora usijue. There's other things that for you are not allowed, you don't have to know. Kuna klipu moja niliongea watu wananiponda mitandaoni. Other words I said. Moms. Wa mama Moms muko hapa. Are you guys here? Nikawaambia musipekue simu za waume zenu. I told them don't open your husband's phone. Kwa sababu vichwa vya wanaume mume wako ujui siri alizozibeba. Because you don't understand the secret that your husband has. Kuna wanaume wana siri. Some of the men has some ukizitafuta kwenye simu yake utazipata. You are going to find the secret that they're hiding. Zitakutesa maisha yako yote. Sasa kwa usalama wa moyo wako, hiyo mambo ya kusachi. Mchungaji lazima ni search. Pastor, I have to search. Ili nijue ni mwaminifu. So for me to know if he's faithful or he's not faithful. Umeingilia kazi ya Roho Mtakatifu, search. Just search. Alafu ya utakayo yakuta umo. What you are going to find in the phone, they are going to kill you. Kujua kuna nguvu. There's power of knowing. Wakati mengine Mungu anatuficha kwa usalama wako. Sometimes God is just he's hiding stuff for. Sasa wachungaji kinachowatesa wanajua. Amen. Wanajua unafanya kazi. Wanajua unapata salary. Wanajua
they know. Halafu huchangi chochote You are kanisani. not contributing to anything. Hey. Yaani wewe ni Mkristo lakini hujawahi unasema mchungaji. You are Christian, you are saying pastors, I don't have money. Sina pesa. Hata ya kununulia toilet paper. You don't even have money to buy toilet papers in the church. Kuna wakati mwingine sikia fahari. Sometimes you just have to feed yourself to bring toilet papers to church. People are using them. Unasema mimi. And you say me. Ndio nimewasafisha. I'm the one who cleaned them. Unasikia raha. Amen. Ukisikia maji yanalia chooni. If you hear unasema water coming out. Toilet paper yangu. Kwa sababu kuna kitu umefanya. Amen. Sasa unakaa kanisani. Just sitting in the church. Na tunakujua. And we know you. Unafanya kazi. You are working. Halafu tunafanya michango ya kanisa, tunaweka harambee. We contribute to church. Kwa sababu niliwaambia siku moja. And I told you guys one day. Makanisa waliotuazima hawa jamaa. This church is that they are helping us. Ni nguo ya kuazima. Nguo ya kuazima haisitiri. It's like borrowing a clothes. Siku moja utajikuta huko uchi. One day you will see yourself naked. Mwenye nguo atasema na shida nayo. Because the owner of the house we say, we take this today. Kuabudia kwenye makanisa ya watu ni utumwa. Amen. Ndio maana nilikuwa nahubiri huko nilikotoka. And that's why I preach where I came from. Sisemi nyie mko hivyo lakini I'm not talking about you guys. I'm just talking about where I was preaching. Where I came from. Kama kuna wachungaji wanateseka duniani. If there's pastors that are suffering in this life. Wanaochunga makanisa ya Marekani. Are the preachers that are keeping the church from US? Wanateseka Marekani. They're suffering in US. Unajua sisi kule Afrika. In America. Mchungaji ni kama mfalme fulani hivi. It's like a president. Unajua. Makanisa ya kwetu hapa ningekuwa na ubiri niko na mabodyguard. Back from home I would be like preaching and nikifuta kitambaa wanasema hicho kina maji wanaleta kingine. If I'm wiping unalindwa myself, ukitoka hamna kuguswa na watu. If you are leaving there's nobody will touch you. If somebody come they just like keeping you away. Wakati mwingine naondoka mfumba macho. And sometimes I go when I'm even closing my eyes. Mnafumba macho alafu mimi ndo natoka. And I just leave. Mnakuja kufungua macho mchungaji hayupo. You will open your eyes, the pastor's not here to be found. Mnasikia tu gari nje. And you just hear the car start through. Lakini Marekani. But in America. Mchungaji ndio wa kwanza kufika. The pastor's the first one to get to church. Wa mwisho kuondoka. The last to leave the church. Kwa sababu inabidi afike asaidiane na watu kufunga vyombo. He has to get to church. Wa mwisho kuondoka aangalie usafi wa majengo ya watu. Because he has to look. Maana Wakristo wa Marekani wana kiburi lakini sio nyie. Wakristo wa Marekani huko nilikopita huko wengi wana kiburi. Anakunywa maji, anashusha kopo, analiacha hapo. And they just left it there. Hebu mwangalie jirani yako, ana makopo hapo chini. Is there any bottle? Ana kopo la maji. Is there any mwambie wewe sio homeless. Wewe sio homeless. Mwambie wewe sio homeless. Kwamba tuwe tunakuokotea makopo mtu na akili zako timamu. Hivi ujui kule nyuma pale kuna dustbin ya kwetu. Unamwachia nani akuokotea hayo makopo? Who are you leaving your empty bottle for? Wanasema hiyo ni kazi ya mchungaji. They say that this is work of pastor. Ndio mchungaji akisema muende kwa amani ya Bwana. And the pastor said go in peace and just say amen. Wanasema amen. Now they say amen. Wanaondoka wanaacha makopo. And they just leave and leave empty wanawasha magari down. Pastor ndo anapita sasa na and the pastor will passing by around. Mke wake anapita upande huu, pastor anapita upande huu. On the other side. Wanaokota makopo. Just picking the empty bottles. Wanaenda toilet wanaokota vitu wanafurashi and go to the toilet and flashing all alafu ndio wanaenda. toilet paper that was left. Kwa nini? Why? Wakristo wa Marekani wale wa kule sio nyie. You as Christian, no this ones. The ones from the other side. La mchungaji. They believe the church is pastors. Wako pale they're just there to support the pastors na kanisa lake. And the church with the church. Ndio maana hata wakifanya kitu chochote pale kanisani. If they do anything at church, wanataka mchungaji awashukuru.
They want pastor to thank them. Wakiimba mchungaji asema asante kwa If they kuimba. sing to church, they want pastor to say thank Wakifanya you. hiki asante kwa If they hiki. do anything to church, they want pastor to say thank you for this. Ina maana haja appreciate. If pastor is not thanking them, then we say Tumemsaidia that means kwenye pastor is kanisa not lake. appreciating me. I helped him with his church. Hai. Hey, Wachungaji, pastors, mbinguni mtaenda. you will go to heaven, Ila but mtafika you will reach to mkiwa heaven mmechoka sana. when you are so tired. Hebu muulize jirani yako, hivi hili kanisa Ask your unaliona ni la neighbors, kwako au ni do la you see mchungaji? this church as yours or for pastors? Hebu muangalie kwa jicho la ukali. Kwani Ask your unatusumbua? neighbors, look at your friend. Why are you disturbing me? Kwani unataka kila Jumapili tukutumie Why do message, you want every Sunday tukukumbushe, to remind elewe you, ibada, today's usichelewe, service. kesho maombi. Don't be upset. Yaani sisi tu tunafanya kazi ya kukushikashika Do you kukulelea. want to be reminding you every time? Ni kwa It's sababu because you umepoteza lost the ushuhuda. testimony in you. Ushuhuda ndani yako testimony in umekufa. you. Ndio maana huoni It's no- umuhimu wa ibada, That's why you umuhimu wa don't see the maombi, importance of umuhimu wa church nini? Kwa service, sababu of ndani yako prayers. ushuhuda Because in you, you don't umekufa. have the testimony. Hivi ungekuwa unakumbuka mambo Yesu aliyokutendea, ungekosa ibada kweli? Amen. Ungekosa kumtolea Mungu If you kweli? don't remember what God has done in your Ungekosa kumwimbia life, would you kweli? not give to God? Ungekosa kufanya mambo makubwa kanisani kweli? Amen. Lakini sasa ushuhuda umefanyaje? Because you don't have the testimony in you. Hebu mwangalie tena jirani Look yako. at your neighbors. Mbembeleze. Mbembeleze, mpeti mwambie tunaomba na kesho uje. I want you to come even tomorrow. Maana tusipokubembeleza kesho We hatutakuona. don't do this. We are not going to see you tomorrow. Tunakubembeleza na kesho uje I'm tunaomba. pleasing you to come tomorrow. Mwambie tumtie moyo mchungaji. Let's do Asibaki this na for the wageni pastors. peke yake. Mna kazi ya kutunza kanisa. You have the work to keep the church. Ndio maana nisema hata kipindi kile. That's what I said the other time. Kuna waumini hata ukiangalia kwenye kanisa ukioni kitu alichokifanya yeye kama yeye. Huoni. You don't see anything they have done in the church. Huoni amenunua speaker? You don't see them Huoni buying amenunua speaker. maiki? Huoni amenunua mic, keyboard? keyboard. Huoni amenunua chochote? You don't see Yaani them buying anything. ananyoka kama They sigara. just stand as a needle. Na akija kanisani anakuja kama anaenda kumuona when they come doctor. to church, like they are coming to see a doctor. Kwamba nikimwona doctor If naenda I see a sana. doctor, I'm just going back home. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Angalia sura ya jirani yako imekwazika. Look at your neighbor's face. Atakuwepo kesho kweli huyo? Is your neighbor going to be here tomorrow? Unajua kuna watu wengine There's other people. ukimpata malizana naye kwa sababu If kesho you find hutampata. them, just finish everything there because you are not going to find Yaani them tomorrow. ukimpata mwangushie nondo zote. If you find them, just say no. Kwa sababu to everything, wengine hata because you are not going to kilichowaleta see them sasa tomorrow. anakuja yule mgogo wa YouTube wa TikTok wa wapi? Nikamuone. And others says, it's Haya. coming book. I Haya, have to go sasa and see umeniona him. sasa, And ndio now mimi. you have seen me. Kesho utakuwepo au ndio Are you umeisha? going to be here tomorrow? Or you are just done today? Na usiondoke sijapiga Don't picha na go. wewe. Si ulikuwa Don't go before I unanitafuta? take a picture with you. Nipige picha na wewe I have useme to take a picture with you. nilipomuona So huyu you can sikurudia say, when I tena. seen this, I did not come back again. Wangapi tutapiga kapicha? How many people are we going to take picture with? Pastor kuniambia tunamalizaje lakini muda umeisha. Pastors. Amen. Amen. Unajua masaa ya Marekani sasa hivi saa moja inaelekea na nusu. American time Inaelekea saa 2. is going to be 8 p.m. Unaweza kaliona jua You can usipoangalia see saa. sun outside, but if you are not looking at the time, Na wengine inawezekana mnaenda shift. and others can be, they are going to work. Lakini pointi ambayo But the nimeweka point is- utangulizi. Wangapi wamenielewa? How many people understood me? Nguvu ya nini? The power of testimony. Ushuhuda, kukumbuka uliko. To remember where you came from. Sasa kesho nitaanza kuchambua Tomorrow I'm going to pick watu ambao wana nguvu ya ushuhuda the ndani people that yao has the power of Tabia. testimony in them. The behavior utakazoziona ndani you are yao, going to see in them. ili tujue ushuhuda una nguvu ndani So yako. to know the power of Ziko tabia testimony, ambazo there tutaziona is type ndani of yako. behavior in you.
na tusipoziona ni kwa sababu shetani ameiba ushuhuda ndani yako. The power has stolen the power of testimony in you. Huna kitu kinachokufanya uwe karibu na Mungu. You don't have anything that will make you to have the power. Huna kitu kinachokusukuma uwe karibu na Mungu. You don't have anything that's pushing you to be close to God. Ndio maana kuna watu wana amani kabisa. That's why some of people has peace. They have peace. Hata sipohudhuria kanisa mwezi. Even if when they don't come to church in many years. Hata sipokuja kanisani muda. Even when they don't come to church ana amani kabisa. But they have peace. Yani anawaambia kwa ujasiri, mimi kwaya kuanzia leo sitaimba. From today I'm not going. Unajiuliza? You ask yourself. Unakumbuka Mungu alikokutoa kweli? Do you remember where Jesus brought you from? Hivi Daudi anasema njoni, njoni. When David said come and come. Njoni tumshangilie Bwana. Let's praise the Lord. Let's sing for the Lord. Mwamba wa wokovu wetu. Kesho nitawaambia kwa nini Daudi alimuita Mungu mwamba. Kwa nini alimuita mwamba? Why David called Jesus a rock? Kwa nini alisema tumshangilie? Why Jesus said us to praise the Lord? Alibeba ushuhuda gani? He took the testimony. Nitakwambia kesho. I'm going to tell you tomorrow. Utaiona sababu kwa nini you are going to see the reason why David sang to Jesus. Amen. Amen. Utakuwepo kesho? Are you going to be here tomorrow? Utakuwepo kesho? Are you going to be here tomorrow? Wangapi watakuwepo kesho? How many people are going to be here tomorrow? Kwa sababu ndugu zangu tusipokumbushana haya mambo. Because if we don't remind each other. Utarudi kuwa mpagani kama watu wengine ambao hawawahi kumjua Mungu. You are going to be pagan. Wewe tamka tu hivyo paganism. Paganism. Hivyo. Au ukiona namna gani you are going to be the same. Unaweza kusema ani believer. Amen. 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 Lakini Mungu ametutoa mbali. God has brought us far away. Tunayo sababu we have the reason to not leave him. Hatuwezi kukatishwa tamaa na mtu yeyote. We can never give up with anybody. Kwa sababu watu wengine hawajui tulikotokea. They don't understand where we came from. Hebu na watuache. Let us leave. Watuache kwa sababu hawajui Mungu alikotutoa. Ametutoa mbali kabisa. Wengine tuliugua nusu ya kufa. Wengine tulikoswa na maajali nusu ya kufa. Amen. Wengine tulikaa karibu na wachawi kabisa, walitamani watuondoe duniani. Wengine uliwahi kuwekewa na sumu kwenye soda, kwenye juice, lakini umeishi, umetembea. Niliwahi kuambia hata kipindi kile, wengine hata fomu ulizojaza kuja huku zilijaa uongo. There were so many lies on them. At the point the devil touched his head, said, Mama, kuna watu waongo jamani. There's people that can lie. Kuna wengine ulijaza wazazi walikufa na mabomu wakati wazazi wako na wenyewe wanajaza fomu. At the same time your parents wengine unasema nilikoswa na risasi lilipita shop. Wakati kilichopita karibu yako ni ndege tu. Hakuna cha risasi wale. Ulijaza uongo. You said so many lies on your form. Alikuangalia kule ndani. And God looked at you inside. Kwamba uongo anauongopa kwa sababu gani? This lie he is telling. Nini anachokitafuta? What is he looking for? Mungu aliangalia unachokitafuta. God looked at what you were looking for and just forget all the lie you were told. Ndio maana hata wakati wanakufanyia interview. And when they're interviewing you. Wengine walikuwa nalia. Some were crying. Moyoni unasema wangejua. In their heart you were saying if they would have known. Lakini Mungu alifuta yote hayo. But Jesus just looked at everything and just erased mpaka leo tuko na wewe hapa. Amen. Na nilikwambia Mungu alishakusamehe. Shetani asikushitaki tena. Don't let the devil report you again. Shetani asikukatishe maombi kwa kukumbusha fomu zako kwamba hazikuwa za uongo. To remind you what you have done in the past. Mungu alishakusamehe. God has forgiven you. Lakini sasa tunza huo ushuhuda. You have to keep the testimony that God has kwamba hata sifa haukuwa nazo, lakini Mungu alikuwezesha.
give you the glory to have Kuna watu walikuwa na uwezo wa kuletwa badala yako, lakini walibaki. Wewe uliletwa. Yani tunza huo ushuhuda, utakufanya usimwache Mungu. It will make you to not leave God. Utakufanya usikatishwe tamaa na kitu chochote. It will make you to be strong. Unauangalia ushuhuda wako. To look for your testimony. Unaangalia Mungu alivyokuvusha, Mungu alivyokutendea. Hiyo kitu itakufanya usimwache Mungu kwenye maisha. Usiache ibada. Wengine mnanifuatilia kwenye mitandao, umeacha ibada, umemwacha Mungu, hufuatilii tena mambo ya kiroho. Ni kwa sababu shetani ameiba ushuhuda wako. Nami leo nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akumbushe ushuhuda wako. Mungu akumbushe alikokutoa. Mungu akumbushe matendo makuu aliyokutendea. Ukumbuke ulikotokea. Uungane na Daudi aliyesema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Amen. Tusimame. Let's stand up. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Nataka niombe kwa ajili yako wewe. Haleluya. Ambao unasema, pastor, haya mahubiri yalikuwa ni unabii wa maisha yangu.